Bon, premièrement kuna English, français kenyewe nishakijua na lugha ya Chinese. Kama tulivyoambia wapenzi wasikilizaji wa 94.9 kwamba siku zote huwa tuna section mbili. Section ya kwanza ni kusikiliza muziki, lakini kumbuka kwamba section ya pili ni kuhusiana na mada. Na siku ya leo mada tumempumzisha kwanza Adolfine. Atatutolea kaka yetu. Naam. Jina lake nani vile? Silver. Yes. Basi sikiliza basi ya Kisanga. Huyo ni Full Power Jesus. Anakuambia Kisanga vile. Kama dakika chache alafu tunarudi mjengoni. Anakuambia Kisanga hicho kimewakuta, yani watu wa Ruvumera wakipita, yani Kisanga kimemkuta Abirahma na Adolfine wakipita Ruvumera wanashuta vidole. Alafu wakenda Buyenzi ya juu wanakuwa kopa, lakini mtu aniuia razi. Yani tunasemwa ama sijakuelewa. Anakuambia hivi Full Power Jesus. Kisanga hicho kimewakuta wakipita Ruvumera, yani Ruvumera Buyenzi ya chini wanawasheta vidole. Alafu wakipita Buyenzi ya juu yani wanakuwa kopa. Acha basi lakini unajua kama ni trend hiyo inajulikana kwa kunyoosha vidole. Watunyosha tu vizuri. Unajua kunyoosha kidole kwa kitu kizuri, sio kunyoosha kidole na siku zote Sharmate mtu anafanyaga kuna vitu vizuri na vitu vibaya. Ndo tulivyoumbiwa. Acha basi ni saa 3:23 ndani ya mjengo wa Radio Black FM. Acha kaka yetu Silver ili atupatie mada ya leo Ijumaa 4. Mada ya leo ambayo tutagusia ni ukipewa nafasi ya kujifunza lugha 3 za kigeni. Naam. Lugha gani na gani unaweza penda kujifunza na kwa nini unaweza kujifunza ile lugha? Yani importance ya kwako wewe kujifunza hizo lugha ni yani faida. Importance gani? Muhimu. Na mada wewe mwenyewe umeisema na wewe mwenyewe basi chakachue kidogo, yani ni lugha gani haswa yani wewe kama wewe Silver yani unaweza kujifunza ili kusaidie sehemu yote, nchi yote. Unaweza kujifunza na ni kwa nini ile lugha nataka wewe ujifunze? Kuhusu mimi mwenyewe yani lugha 3 ambazo naweza nikajifunza. Bon, premièrement kuna English, français kenyewe nishakijua na lugha ya Chinese. Lakini kumbuka amesema lugha mbili. Sijamali nisema 3. Amesema 3. Français anaijua. Français kwa moja. Nimesema 3 kuna nikaongeza hiyo Français kwa hiyo nishaijua tayari. Ile Français tuitaki kwa sababu unaijua maternelle kwako. Unataka sasa zile za kigeni ambazo huzijui 3. Sawa na Kirundi basi acha nikiongeze. Maana uko katika nchi ya Burundi. Yani Kiingereza, Kichina na Kirundi. Kwa nini hizo lugha? English kwa sababu ni lugha yenye iko na maouverture za mingi. Unaweza kupata occasion ou probabilité ya kazi fulani au fulani wana kuexige hiyo kazi, par exemple unifo na hiyo anglais. Ndio maana unaona watu wengi wanapata makazi kisha wanaacha kwanza hiyo kazi wanafanya formation ya anglais. Ni kwa nini hawakujua lugha mbele? Ile lugha ya Chinese ni lugha yenye iko lugha ya commercial ya biashara sana. Unaenda huku pale tu ale mtu mwenye atakuwa safi ile interpreter wako wewe peke dejo shaiwa lugha yenye utaongea nayo huko kwenye utaenda fanya ma commerce zako. Na lugha ya Kirundi nasema ile lugha kwa sababu niko hapa mpeke kwenye nchi ya Burundi. Itanibidi niwe hiyo lugha sababu niongee na watu hapa. Na Adolf Charmante. Yani Charmante kama vile aliniota. Mimi niseme tu naweza kujifunza Kifaransa, Kiingereza na Kirundi pia. Japokuwa niko Mrundi ila kuna kile cha ndani sana sijui. Lakini Adolfine wewe unajua Kirundi, unajua Kifaransa. Na unaweza kubadilisha. Sisi tutakiwa vitu tunavijua. Tunataka vile ambavyo huvijui. Maana kumasomo umeshavisoma. Kabisa na unajua. Okay, ningependa kujua Kiingereza na niumiza kweli. Acha tukuumize tu. Acha kuniumiza. Kiingereza sijui. Mpaka tuchague vitatu.
Changamoto hiyo kweli ya nguvu. Basi hata tumuulize Charmante, wewe endelea kufikiria, mimi nitakugusia na wewe. Charmante, wewe ni lugha ngapi? Umeshasema Kihindi. Kihindi na lugha gani tena? Nishasema Kihindi. Wow, ni lugha tatu. Acha kujifanya kama muelewi. Yaani mimi kivyangu mimi Charmante naweza nikafikiria Kihindi. Unaona? Ndio. Maana napenda sana sinema za Kihindi. Sawa. Yaani naweza nikasema Kiingereza, maana Kiingereza ni East Africa, dunia nzima. Naweza nikasema lugha gani? Kirundi ni cha nyumbani. Kirundi nakijua. Kifaransa tumekisoma. Kifaransa unakijua. Kiingereza lakini sio sana. Sawa, Yaani naweza nikasema Kiswahili kile cha ndani. Dada, Kiswahili unakijua, usinichanganye. Hapo unaongea ni Kiswahili kama Kiswahili anakijua, ni lugha ambazo anajua. Kihindi anakijua, hapo sawa. Lingala nijue Kihindi, Kiingereza na Kiingereza. Sijui wewe. Samahani nikuulize. Acha hicho Kihindi umesema kinaweza kukusaidia kwa nini wewe pekee? Kihindi. Tumesema kwa sababu unazipenda sinema. Hizo sinema zitakusaidia kwa nini? Kwa hizo sinema unaweza ukazitranslate kwenye lugha nyingi. Yaani umuhimu wa hicho Kihindi kwako wewe ni muhimu gani? Yaani mimi naweza nikasema Kihindi, Kihindi na Kiarabu. Yaani tuachane kwanza na Kiingereza, Kiarabu. Maana makombo ya Waarabu vile. Sawa. Kihindi, Kiarabu na Lingala. Maana Kihindi nikiona ni watu, yani ni yani dunia nzima sio ni wachache sana wanazungumza Kihindi. Unaona? Lakini ukibahatika ukienda inchi tofauti kama India, ni nchi ya India ni nchi yenye iko na yani wanatibu. Sijakata kauli Charmante, lakini India wanaongea Kiingereza. Lakini wanaongea Kiingereza wanachanga. Sasa wewe nyumbani ukifika nyumbani utaongea na ndugu zako Kihindi? Unajua mtu lazima kama Kiingereza anajua, Kifaransa anajua, Kiswahili anajua, Kirundi anajua. Unaona, nishajua nchi yani lugha 4. Alafu Kiarabu kichache kidogo. Unaona, maana niko Muislamu. Na samani, Kiarabu kina faida gani kwako? Faida gani Kiarabu? Unaweza kukutana na watu tofauti, Waarabu, Wahindi, yani tofauti. Lazima uwe mtangazaji ujue lugha nyingi tofauti. Alafu zile lugha za ndani. Kama mwenzangu kakaangu Silvia amesema Kichina. Maana China hivi ndio iko soko kubwa. Unaona? Maana Dubai tuseme huko Dera ni soko kubwa. Ni wanaongea wengi wao, baadhi unakutana na Mwarabu anaongea Kiarabu. Unaona? Unakutana sasa zile lugha. Kiingereza kiko kote dunia nzima. Lakini Kifaransa sio hivi, sio kile cha sana kinazagani Kiingereza na Kiswahili. Acha tuende kwa Dolphine. Dolphine, taja lugha zako 3. Wewe leo mtakama. Mimi naweza kusema Kiingereza na Kiarabu. Kwa nini Kiarabu? Kwa sababu japokuwa nimesoma Kiarabu juu ya kusali ndio. Akili nataka nijue zaidi. Nijue gisi mtu akiniuliza pale mstari wangapi unasemaje niweze. Msema nini? Kiingereza, Kiarabu na lugha gani tena? Kumbuka lugha 3. Usijifyatue akili. Kizimbabwe. Mimi kwa pande wangu naweza nikasema napendelea na nataka nijifunze lugha 3. Lugha ya kwanza ni Kifaransa. Na lugha ya pili ni Kichina. Na lugha ya 3 lugha ya 3 ni Kirundi. Hizo lugha nikijifunza nitajidai sana kwanza. Alafu nyote nitakuwa na wateta. Kwa sababu mnakuwa kama gisi hivi tunakuteta. Na nyuma sana. Sijui. Ndio maana kwanza sababu mshazisema. Mnaniteta. Sijui chochote. Kwa hiyo nikijifunza za lugha nakuwa najua mambo mengi tofauti. Sasa msikilizaji, na wewe basi unaweza ukatuambia ni lugha gani ambayo unaweza ukajifunza ili uweze kuelewa zaidi na zaidi. Na sio mbaya, unaweza kutupigia simu kupitia namba ya hapa studio ambayo ni 62891528 kwa lugha ya hapa
62, 89, 15, 28.